huwezi sikia raha nacho. Nataka nikwambie wokovu ni mtamu kwa wale waliojisacrifice. Ila wokovu ni mgumu kwa wale wanaoigiza. Sio kama kuna mtu amenielewa. Narudia tena. Wokovu ni mgumu sana kama unaigiza. Ila wokovu ni mtamu na mzuri kama umejisacrifice kwenye wokovu. Kinachosababisha watu wengi hawafurahii wokovu ni kwa sababu hawajajitoa vilivyo. Hawajajitoa vilivyo kwenye wokovu. Watu wapo tu. Haleluya. Ukiwepo tu kanisani ili mradi uweze kufurahia. Uwezi. Na ndio maana Yesu anasema mtu yoyote akitaka kunifuata ajikane. Unaelewa maana yake? Ajitoe sadaka. Kuna level unajitoa kwa Mungu mpaka usikii mtu anaongea chochote, yani usikii chochote. Yani kuna level unajitoa kwa Mungu mpaka unakuwa lazi kujitenga mbali na watu zako au na watu nao wapenda. Kuna level unampenda Mungu, kuna level ukijitoa kwa Mungu mpaka unaamua kuwa mbali hata kwa watu nao wapenda. Yohana alimpenda Mungu sana mpaka ikafikia level Yohana akatoka kwa baba yake na kwa mama yake akaenda kuishi nyikani. Yaani hataki kukwazwa na mtu. Anataka yeye na Mungu, Mungu na yeye. Yohana anaenda kuishi nyikani, mtu ambaye ametokea kwenye familia kitajiri. Kwa sababu Yohana baba yake alikuwa ni kuhani. Kwa sababu mama yake alikuwa Elizabeth. Na manake Elizabeth alikuwa ni mama mchungaji. Yohana alikuwa ni mtoto wa kichungaji, amezaliwa kwenye familia ya kichungaji, familia ya kikuhani. Lakini angalia, Mungu akamtenga. Yohana akajitenga na watu, akaenda kuishi nyikani. Nyikani ni wapi? Mahali ambapo hakuna watu. Ni mahali ambapo hakuna watu, hakuna kitu kitakachomkwaza. Kuna level ukimpenda Mungu, unajikana, unajitenga na baadhi ya watu. Na furaha ya wokovu utaipata pale ambapo utajitoa ukweli. Usipojitoa ukweli, wokovu ni mgumu jamani. Yaani utaona naonewa kuja kanisani. Unajua kuna level ukijitoa kwa Mungu, unatamani siku ya ibada ifike mapema Yaani kwa nini usingekuwa ibada? Yaani ukiona wewe uko hapa au feel maumivu pale unapokosa ibada, hausikii huku ndani kuumia, hujaokoka bado. Ukiona siku ya ibada wewe una amani tu, wenzako hapo kanisani wewe una amani. Yaani kuchelewa kanisani wewe una amani, ujue uokovu wako umepoa. Kwa sababu mtu ambaye yuko hot kwenye uokovu, siku ya Jumapili unakuta saa 10 yuko macho. Saa 10 yuko macho, saa 11 yuko macho. Sana, yaani tunawacha ibada. Ukiona kujua tayari uokovu wako uko moto. Haleluya. Kwa hiyo uokovu ni mzuri ukijitoa. Mimi nakushauri usiwe vuguvugu. Kama unataka kufurahia mambo ya Mungu, jitoe kweli. Acha vitu ambavyo unajua hivi vinaweza kusababisha wokovu wako ukawa mgumu. Tuko pamoja? Amen. Mungu akubariki sana. Hiyo ilikuwa ni introduction. Naona nianze nayo kusaidia hivi. Mungu akubariki wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya YouTube. Kama uko hapo, Mungu akubariki sana. Karibu kufuatilia somo la leo. Linaweza likakusaidia. Kama kuna mtu andika law ya kupoteza. Somo letu leo ni roho ya kupoteza. Nataka tushughulike na hii spirit ya kupoteza. Roho ya kupoteza. Nafundisha wale ambao makini kunisikiza kwa sababu nataka nifundishe. Roho ya kupoteza. Kwanza kabisa, roho ya kupoteza ni roho ya bahati mbaya. Roho ya kupoteza ni roho ya bahati mbaya. Huwa inafanya kazi ya kunyang'anya kila kizuri kinachokuja kwenye mikono ya mtu au kwenye maisha yake. Roho ya kupoteza ni kama nguvu ya bahati mbaya au roho ya bahati mbaya iliyo kwa mtu, inayofanya kazi ya kupoteza kila kitu kizuri kinachokuja kwenye mikono ya mtu. Roho ya kupoteza ni mbaya kwa sababu inakunyang'anya vitu ambavyo tayari ulishavipata.
Yaani inakunyang'anya vitu ambavyo hela ulizozipata inapotea, nyumba unayoipata inapotea, viwanja unavyovipata inapotea. Roho ya kupoteza. Yaani kuna mtu akipata vitu yani anawaza kuuza. Yaani kuna muda unanunua vitu ndani, unanunua ndani TV, baada ya muda fulani umeiuza. Na ulinunua 800 unaiuza 200,000. Roho ya kupoteza. Uone hasara, kuna kitu kinakudanganya kinakwambia utapata tu kesho. Roho ya kupoteza. Unapata pesa, hakuna unachofanyia, inapotea. Roho ya kupoteza. Roho ya kupoteza yenyewe inafanya kazi ya kunyang'anya vitu ambavyo tayari unavyo. Ni roho inaumiza sana hii. Inanyang'anya kitu ambacho tayari umeshakikamata. Roho ya kupoteza. Inanyang'anya watu ambao tayari ulikuwa nao wanakusupport, ghafla wakaondoka. Kwa hiyo roho ya kupoteza haifanyi kazi ukiwa una. Yenyewe inafanya kazi ukiwa nacho. Tayari unacho. Kumbuka Jumapili tulifunza kwa habari ya monitoring spirit. Nikamwambia hii itazuia kupata vitu. Ila roho ya kupoteza haizuii kupata vitu. Vitu unaweza ukapata. Yenyewe inakuja kuzuia, kuja kuharibu kisha vipata. Tuko pamoja? Amina. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengi ni mahodari wa kutafuta, lakini ni mahodari wa kupoteza. Mtu haoni kazi kutafuta milioni 10, 20 akazipata, lakini zinapotea. Hizo fedha zinapotea. Mtu haoni kazi kupata mahusiano, atasabu mpaka amepata mke, lakini lazima ampoteze. Kuna mtu atastruggle mpaka ampate mume, lakini lazima ampoteze. Kuna mtu atapambana mpaka anakuwa na kanisa, lakini lazima alipoteze. Kuna mtu atapambana mpaka anaanza huduma, lakini lazima aipoteze. Roho ya kupoteza inakuruhusu kuanza, inakuruhusu kuwa na vitu, lakini haiwezi kuruhusu kae navyo. Kwa maana kuna watu wengi wamebaki na historia. Mimi niko naomba mimi. Kuisha habari. Yaani nimeshabaki historia. Mimi nilikuwa naomba wewe. Niko naomba tatu kafu. Nakwambia asubuhi na mchana ameshapoteza. Roho ya maombi kaipoteza. Yaani mimi zamani nilikuwa naona, yaani nilikuwa nikimwangalia mtu acha mambo yake, umeshapoteza macho ya roho. Mimi kwa zamani nilikuwa na hela. Wow. Yaani kwenye account nilikuwa na milioni 40. Yaani kwa na cash nilikuwa na milioni 100. Sasa hivi vipi? Sasa hivi vipi? Sasa hivi mimi natafuta hata kibarua. Roho ya kupoteza unakuwa navyo vinapotea. Sasa mwaka huu tumeanza mwaka mwingine. Kama tutashughulika leo kupoteza, bado tutapata vitapotea. Haleluya. Bado tutavipata vitapotea. Roho ya kupoteza sio roho nzuri sana kwa watu ambao wanataka kufanikiwa. Lazima ushughulikie roho ya kupoteza. Ni jambo la kwanza kupata vitu, ni jambo la pili vile vitu kukaa kwenye mikono yako. Kwa hiyo kuna watu wanazo nguvu za kuanza mambo, kuna watu wanazo nguvu za kuanza vitu, na kuna watu wana nguvu ya kutafuta vitu lakini hawawezi kufika navyo mbali. Lazima vipotee. Unaweza kuwa na uwezo wa kutafuta lakini ukakosa uwezo wa kutunza. Una uwezo wa kuwa na uwezo wa kutafuta lakini ukawa umekosa uwezo wa kutunza vile ulivyovitafuta. Narudia tena. Unaweza ukawa una uwezo wa kutunza, wa kutafuta, lakini ukawa hauna uwezo wa kutunza vile ulivyovitafuta. Na uwezo kweli kabisa, lakini kutunza huwezi. Kuna sababu 3 zinazofanya watu wanapoteza vitu baada ya kuvipata. Kuna sababu 3 muhimu ambazo nataka tuzifahamu na tushughulike nazo. Kuna sababu 3 zinazofanya watu wanapoteza vitu wakivipokea vinapotea. Natamani nielewe. Kuna mahali fulani Yesu anasema wote ulionipa sikumpoteza hata mmoja. Yaani Yesu alikuwa na uwezo mkubwa ndani wa kutokupoteza wale aliokuwa. Bwana mwenyewe, hata watu wanakuja kanisani, wengine wanakuja wanaondoka. Trust me. Kanisa limekosa uwezo wa kuwafanya wawepo. Sio kwamba hawataki kuwepo. Kuna watu wanaelewa? Kanisa limekosa nini? Uwezo wa kuwafanya watu waendelee kuwepo kanisani. Kila aliyekuja ameletwa na Mungu hapa. Ila swala la yeye kubaki hapa sio la Mungu. Swala la yeye kubaki hapa ni sisi viongozi tulioko hapa. Kwa hiyo viongozi wa mahali hapa wamekosa uwezo wa kutunza watu wanaokuja.
Sio, umenielewa? Amina. Yaani mimi mchungaji wenu napambana watu wabaki kwa namna yoyote, lakini hakuna mtu mmoja anayeweza kuwafanya watu wawepo kwenye kundi. Kuna kitu kinaitwa umoja au ushirikiano. Na ndio maana kuna muda Musa alitaka kuwapoteza watu walikuwa na machungu. Alitaka kuwapoteza, ikabidi Mungu amwambie sasa nakupa watu 70. Hao watu wasaidiane na wewe kuhakikisha watu hawapotei. Yesu mwenyewe hakuwa peke yake, alikuwa na watu 12 wanafunzi ambao walikuwa wakimsaidia kulea kanisa lisipotee. Haleluya. Kwa swala la kupoteza kitu ni uzembe wa mtu binafsi. Mungu atunze ulicho nacho. Mungu anakupa ambacho una. Swala la kutunza sio la Mungu. Ndio. Mungu anakupa mume, anakukutanisha na mume, ila yeye amtunzi. Wewe ndio unamtunza. Mungu anakukutanisha na mke. Ndio maana hela ya matumizi atoi Mungu, atoa mume. Kwa nini? Mungu amtunzi mke wako. Ila wewe mwanaume ndio unatunza mke wako. Ila Mungu alikupa mke. Kwa Mungu anakupa duka, lakini alitunzi yeye. Wewe ndio unatakiwa ulitunze likue. Mungu anakupa mke, anakupa mume, amtunzi Mungu, wewe ndio unatakiwa kumtunza na kumwangalia. Mungu analeta watu kanisani, sisi ndio tunawatunza tulioko hapa. Mchungaji ndio anapaswa kuwatunza hao watu walioko hapo. Viongozi wanaoshirikiana na mchungaji wanapaswa kuwatunza hao watu walioko hapo. Kwa hiyo swala la watu kuja ni la Mungu. Swala la watu kuwatunza sio la Mungu na kwao. Ndio maana Mungu anamwambia Adamu na Eva, nimewapa bustani, lakini muilime na kuitunza. Ila mimi nimeshawapa bustani, ila mimi siwezi kuilima na kuitunza. Sio level yangu mimi kulima na kutunza. Ila Adamu na Eva, nyinyi mtailima, mtaitunza. Kwa hiyo Adamu na Eva walipoteza bustani kwa sababu walikosa sifa mbili, walikosa kuilima, walishindwa kuitunza. Mungu akikupa kitu ukashindwa kukitunza, anakiondoa. Kama si kukiondoa, basi anakuondoa wewe. Unachozungumza, narudia tena. Mungu akikupa kitu ukashindwa kukitunza, anakuondoa kwenye hiyo position. Unakuwa una dastani tu, lakini kisini Mungu ashakutoa. Kwa Mungu anaweza akakupa huduma akakutoa. Mungu hawatoi watu kwenye huduma, wataendelea kuwepo kwa sababu watu wanahitaji sana. Ila atakutoa wewe, atamweka Daudi. Mungu akikupa mke ukishindwa kumtunza, anakuja mwingine atamtunza. Mungu akikupa mume ukishindwa kumtunza, atakuja mwingine atamtunza. Nisikilize, ukisoma kitabu cha Torati sura ile ya 8, ukisoma 28. Ukisoma kitabu cha Torati 28, kwanza mstari wa 10 mpaka chini hapa, Biblia inasema hivi, kwa kuwa hujasikia sauti yangu na kuyasikiliza maagizo yangu. Anasema hivi, utaibiwa mke wako. Yaani imeandikwa utaibiwa mke wako. Yaani mke wako na mume wako utaibiwa. Yaani pamoja umeokoka, pia unaweza kuibiwa mke wako sababu umeshindwa kumtunza. Unaweza ukaibiwa mume wako sababu umeshindwa kumtunza. Bwana umeona kitu? Sio kila aliyepoteza ndoa, sio kila aliyechukua mke mwingine akakaa naye anaweza kaenda motoni. Kuna mwingine umeshindwa wewe kuilea ile ndoa, Mungu akamtoa. Kwani Biblia inasemaje? Vashiti alikuwa mke wa mfalme Ahasuero. Alishindwa kutunza ndoa yake. Je, Esther akakuwa motoni alibamwa mtu? Arudia tena. Mungu anaweza kukupa kitu. Mungu anaweza kukupa mtu. Ukishindwa kumtunza, anaondolewa. Mungu anakuondoa wewe, analeta mwingine pale. Aliyepewa kiti cha ufalme ni Sauli. Aliposhindwa, kiti kiliendelea kuwepo kwa sababu kuna watu wanatakiwa kuendelea kuchungwa. Mungu hawezi kuwatoa watu, anamtoa Sauli, akampeleka nchi ya kiti, akamleta Daudi. Unaona kwa nini viongozi wanabadilika? Kiongozi anaposhindwa analetwa kiongozi mwingine. Mungu hajaishiwa watu. Na ndio maana Elia wakati anachunga watu, ilifika mahali Elia akajigamba akasema, mimi nimeshaia nabii peke yangu. Hakuna nabii mwingine. Mungu amwambia acha mjini. Kuna wengine 700 maprofeti hawajapiga goti kwa Baali. Watakuja kwenye hiyo position yako na watoto. Kwa hiyo Mungu
ana watu. Wewe ukipewa kitu usidhani kwamba unamkomoa Mungu ukifanya vibaya. Yaani Mungu ana watu ambao hawajapiga goti kwa bahari. Mungu ana mwanaume ambaye anaweza kuja kumchukua mke wako ambaye bado ana hofu ya Mungu, anaweza kumtunza. Mungu ana mwanamke anaweza kulikava kwa mtumishi wake hata kama umeshindwa kumtunza. Mungu hajapungukiwa watu anao. Gala la Mungu halijawahi kuishiwa. Wewe ndio unaishiwaga mahindi, Mungu hajaishiwa. Gala la Mungu halijaishiwaga. Bado lina vyakula. Bado lina hazina. Sijui kama unanisikia wewe ambaye uko pale YouTube. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani ufahamu. I wish kwamba hebu chukua hii pelekea pale chini. Sema nakataa na kupoteza. Unatiwa mafuta lakini unaweza kupoteza. Kwa hiyo Mungu akikupa kitu mwanangu tunza. Mungu akikupa hela itunze. Mungu akikupa kazi itunze. Mungu akikupa mume mtunze, na Mungu akikupa mke mtunze. Kilicho cha thamani hauwezi kukiona, utakidhalau kiwepo na wewe. Nasema hivi, kuna vitu vya thamani Mungu anaweza kukupa usijue thamani yake mpaka kiondoke. Haleluya. Unaweza kuona mwatulia poa nyumbani, anachukulia kawaida sana, akaamua tu kurudi kwao, au mimi ngoja nikuache, akaenda kukaa miezi mitatu tu. Haki ya Mungu. Ndio utagundua kwamba hapa duniani pana watu wa thamani wameondoka kwenye maisha yao. Wao kana mwanamke lazima anakwambia, Samueli, misipendi unachonifanyia. Mbona unanidharau? Wako wengi wako. Sawa. Dada watu watasema sawa, ataondoka. Ataondoka. Anaenda kukaa miezi mitatu au miwili kwao. Bila kwambia usingizi huwa hauji. Kama kuna wanandoa hapo wanaelewa. Na unaweza kukaribiana na mwanamke wako mkiwa nyumbani tu pale. Kwamba wewe mjinga, mimi mjinga tu. Wewe una akili, mimi na akili tu. Wewe ukatukanana pale. Lakini asionekane masaa 24 nyumbani. Unasikia umebeba kitu kichwani. Hapo unasikia kukata roho. Haleluya. Chapia Yesu Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa na mtu wa thamani na usijue wa thamani kwa sababu upo naye. Tunza ulichopewa na Mungu kabla hakijaondoka, au kabla Mungu hajakuondoa kwenye hicho kitu. Yesu asifiwe sana. Mimi nimewahi kuona mwanaume anakuambia, "Huyu mke wangu mimi, wewe hakuna mwanaume mwingine zaidi yangu, mimi ndo noma. Wewe tukiondoka kwa kutatezeka." Unakuta ex wako anaondoka tu. Baada ya miaka mingi unamkuta amenenepa afu amenawili vibaya mno mpaka unasema hivi ndo wewe. Mungu anayo alternative kwa watu wake. Usichukue nafasi ya Mungu kwa mtu. Mungu ana alternative kwa watu wake. Yaani Mungu ana alternative kwa watu wake. Anayo. Imeandikwa, ni kweli imeandikwa usichukue mali ya jirani yako. Lakini nataka nikwambie Mungu ndio mwisho wa sheria. Yeye anaweza kuichukua, usichukue wewe, sio yeye. Yeye anachukua, ni Mungu. Umeelewa? Mungu anasema usichukue mke wa jirani yako. Wewe usichukue, ila yeye Mungu anaweza kumchukua. Kwani Biblia inasema yeye ndio amesema usichukue mke wa jirani yako, mume wa jirani yako usichukue. Huyo Mungu akamchukua Esther mtumishi wake, akampeleka kwa mwanaume wa jirani yake. Akachukua mke pale akamtoa. Kwa hiyo kuna vitu haturuhusiwi kufanya sisi na Mungu anafanya kwa sababu yeye ndio mwisho wa sheria. Amen. Na ndio maana Paulo anasema Mungu akamchagua Yakobo, akamkataa Esau ingali wakiwa ndani ya tumbo hawajazaliwa. Amen. Yaani Esau hajatenda dhambi, hajaiba, hajazini, jisema uongo.
Lakini Mungu akamkataa Esau tumboni. Hajakosea yule, akamchagua Esau. Paulo anasema, je, tuseme Mungu ni dhalimu na Mungu ni mbaya? Akasema hapana. Yeye ana uwezo wa kuchagua na kukataa kwa sababu yeye ndo Mungu. Umeelewa? Kwa hiyo Mungu ni mwisho wa sheria. Yaani Mungu ni zaidi ya katiba. Mungu ni zaidi ya sheria 10, amri 10 za Mungu. Yeye ni zaidi. Amri 10 za Mungu zimewekwa kwa ajili ya wanadamu, sio kwa ajili ya Mungu. Kwa wala Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo wanadamu walikuwa wakiongozwa tu na Mungu, hawakuongozwa na sheria. Baada ya kuona dhambi na maasi mengi yanatokea duniani, ndipo Mungu akaweka amri 10 ili wazifuate wanadamu, sio Mungu. Mungu afuate sheria. Wewe unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana unaweza ukaenda mbele za Bwana na ukamwambia Mungu juu ya kitu fulani. Kamsifu Mungu juu ya kitu fulani ambacho wanadamu wamekata tamaa. Wanadamu wameshakukatia tamaa. Huyo anakufa, sheria inagoma kufa, lakini yeye mwisho wa kifo, yeye ni zaidi ya kifo. Anakutoa katikati ya sheria ya kibinadamu. Hii sheria inasema hazai. Sheria ya kibinadamu kizazi hana, hazai. Lakini Mungu aongozi na sheria. Yeye anakuja na kupa mtoto. Amen. Sio, unaelewa? Amen. Mtu amekuwa kahaba wa kipundukia, watu wameshasema huyu ni kahaba iliyoshindikana. Lakini Mungu anaweza akamfanya kuwa mtumishi. Amen. Watu wakasema huyu ni kahaba, inawezekanaje Mungu amchagua? Yeye ni mwisho wa sheria. Yaani yeye ana uwezo wa kukitengeneza ambacho wanadamu wameshindwa kukitengeneza. Sharaka. Kuna mtu ongea? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu ana uwezo zaidi ya uwezo wa binadamu. Amen. Tuko pamoja? Hebu tuende mbele kidogo. Kwa hiyo nimesema ya kwamba kazi ya kutunza ni ya kwako. Mungu anapokupa kitu anataka wewe ukitunze. Sasa nimesema tuna sababu 3 muhimu ambazo zinaweza kukuonyesha kwa nini unapoteza. Apotezi Mungu, apotezi shetani, wewe ndio unapoteza. Sababu ya kwanza, kwa nini watu wanapoteza? Wanapata vitu wanapoteza. Na sababu ya kwanza, watu wanapata vitu, wanapata mali wakiwa hawajakomaa au hawana elimu ya kutosha juu ya vitu walivyovipata. Sababu ya kwanza inayosababisha watu wanapoteza vitu kwenye mikono yao, wamepewa lakini wanapoteza, ni kwa sababu watu wengi hawana elimu ya kutosha juu ya vile vitu walivyovipata. Hawana elimu ya kutosha juu ya vile vitu walivyo. Unaona utofauti kati ya Sauli na Daudi ni upi? Daudi aliutunza ufalme. Daudi aliutunza ufalme mpaka mwisho, ila Sauli alishindwa. Utofauti wa Sauli na Daudi ni wapi? Sauli aliupata ufalme kirahisi. Daudi alipita darasa kwanza, ndio maana akaupata ufalme. Utajuaje Sauli alipata ufalme kiurahisi? Jambo la kwanza, Sauli alienda kutafuta punda. Lengo lake lilikuwa ni kutafuta punda, sio kuwa mfalme. Wakati anaenda kutafuta punda, akapata feva, akadondokewa na ile neema. Akaambiwa, bwana, wewe kuanzia leo utakuwa mfalme. Ilikuwa ni from nowhere, bila maandalizi. Hakuwa na maandalizi. Daudi aliandaliwa, ila Sauli hakuandaliwa kuwa mfalme. Unajuaje? Biblia inasema Samueli akamkutana na Sauli, akamwambia Sauli, matamanio ya wana wa Israeli sio matamanio ya Mungu. Ya wana wa Israeli. Waweza kuna matamanio ya kwako na kuna matamanio ya Mungu. Chagua wewe. Sauli anamwambia, Mungu anamwambia Sauli, matamanio ya wana wa Israeli yamewekwa kwako, hapo ndani yako. Daudi alikuwa ni matamanio ya Mungu kwa mfalme. Sauli alikuwa ni matamanio ya wanadamu. Kuna mwanaume ni matamanio yako, sio matamanio. Amen. Na kuna mwanamke ni matamanio yako, sio matamanio yako. Amevutiwa machoni pako, hajavutiwa machoni pa Mungu. Haleluya. Amen. Wewe wenzako kuwa kiroho. Leo nafundisha. Amen. Amen. Sasa Sauli akaambiwa matamanio ya wana wa Israeli kwa. Alipoambiwa hivyo, hawezi sasa kuwa mfalme mpaka amepata roho. Unajua alipataje roho? Aliambiwa nenda
utakutana na manabii na roho itakuingia. Yaani simple mambo, yaani mambo yanaenda simple. Ndio maana alizingua jamaa, roho ya unabii hakufunga, hakuomba, hakukutana na ndugu, hakukutana na, alienda tu akakutana na manabii, roho ikamwingia na yeye akaanza kuprofesi. Kwa hiyo jamaa alipokuwa kwenye ufalme alikukaa vizuri kwenye kiti, nilikuwa halina elimu. Kupata mume una elimu utampoteza, kupata mke una elimu utampoteza. Unaweza pata vitu vizuri lakini una elimu ya kutosha. Ndio maana upewi PhD, upewi degree mpaka umesoma. Asilimia 90 ya watu wanaopoteza vitu ni wale waliokwepa darasa. Kukwepa darasa ni kukwepa mafanikio yako mwenyewe ya kudumu. Unaweza pata mafanikio bila kusoma lakini yasidumu. Ila ukipata mafanikio una elimu nayo yanadumu. Wanaopoteza vitu wote ni wajinga. Wanaofanya vitu vinakaa wana akili. Hata wanielewe. Ujinga utoki kwa maombi, ujinga unatoka kwa elimu. Uombewe ili ujinga ukutoke. Unafundishwa ili ujinga ukutoke. Uombewe ili umtunze mume. Unamtunza mume kwa sababu umepita kwenye elimu ya ndoa. Sasa kuna mtu anaombewa atunze ndoa hajapita kwenye elimu ya ndoa. Mungu wangu wewe. Huwezi tumia maombi kutunza ndoa, unatumia akili kutunza. Enyi waume, ishini na wake zenu kwa akili. Ndoa inatunzwa kwa akili, sio kwa maombi. Huwezi ombea mume wako abadilike, mume wako anabadilika kwa kufundishwa. Huwezi ombea mke wako abadilike, mke wako anabadilika kwa kufundishwa. Amsemi amina. Mimi mnanichukia leo. Nimetumwa kufundisha. Leo tuna darasa la kufundisha. Nadhani wewe ulipo kwenye live unanielewa. Sasa Sauli roho ikamuingia, akaanza kutabiri from nowhere tu, akaanza naona. Kishakuwa nabii aliyepata unabii bila kusumbukia anaharibu kanisa. Unakuta ndio maana prophet unakuta ameinuka ghafla lakini anakuja lazima ghafla. Kwa nini? Ni kwa sababu amepata roho ya unabii akiwa na elimu ya kutosha. Amen. Kwa hiyo atafungua huduma baada ya muda, skendo zinakuwa chafu, mambo yanakuwa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na elimu ya kutosha japokuwa amepokea roho ya unabii. Hakuwa na elimu ya kutosha japokuwa ni mchungaji. Oh my God. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. So, na ndio maana kulikuwa kuna mwalimu na kulikuwa kuna wanafunzi wa Yesu. Manake Mungu alikuja kuwakabidhi huduma wa kina Petro. Aliwatuma field zaidi ya mara mbili. Field ya kwanza Mathayo sura ya 10 akawaita wanafunzi wake akawatuma. Sio alienda kuambia ndio wakafanye kazi, akawatuma waende wakahubiri ila warudi tena. Akaenda alipowatuma akasikilizia. Alafu akawapa elimu. Sema akawapa elimu. Kokote mtakapokwenda kuhubiri injili hubirini hivi. Ile inaitwa elimu. Kwa sababu angewaambia wakahubiri hawana elimu, wangeenda kuhubiri utumbo. Angepewa pale utumbo. Haleluya. Yesu akamwambia mnapoenda kuhubiri hubiri hivi. Ni elimu. Wanapewa elimu. Ukahubiri hivi, ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Acheni maovu yenu. Lakini kwenye kuhubiri kwenu msiende na fedha. Wala msiwe na 1, 2, 3. Na mnapoenda kuhubiri toeni bure kwa maana mmepewa elimu. Wanapewa elimu kwamba mnapoenda huko fanyeni hivi 1, 2, 3. Walipewa elimu namna ya kuweza kufanya ile huduma. Ndio maana wakina Petro walifanya vizuri, wakina Yohana walifanya vizuri, wakina Paulo walifanya vizuri. Kwa nini? Walikuwa wana elimu juu ya kile wanachoenda kukifanya. Kwa hiyo watu wanapoteza huduma, watu wanapoteza maisha kwa sababu wanafanya vitu wakiwa hawana elimu na hawataki darasa. Darasa ni la muhimu kama unataka kufanikiwa. Ndio maana unaweza ukafika mpaka asilimia kubwa ya mafanikio na Mungu akakushusha mpaka chini akataka uanze na moja. Mfalme Nebukadneza muulize. Alikuwa mfalme bila elimu, Mungu akamkata miaka 7 akawa chini. Akakaa polini anakula na nguruwe, anakula na wanyama porini. Ilikuwa anampeleka darasani. Alipokuja kurudi mfalme Nebukadneza akawa mfalme aliyenyoka namna hii. Huwezi nyoka kama mchele wa Mbeya mpaka umenyosha. Ili unyoke kwenye ulichopewa lazima upite kwenye darasa.
wanafunzi. Na Yesu kuna mali akasema, anampenda Yesu, kuna mali akasema mtu yeyote asiyefanya 1 2 3 4 5 sio mwanafunzi wangu. Yaani Yesu mwenyewe anakukataa kama utafanya vibaya. Yaani kwa sababu mimi nikutume hapa, ni mtoto wangu wa kiroho, ukaribu uko mtaani, wewe sio mwanafunzi wangu. Hata mimi baba yako mbona sialibu? Nipatie mtu aniambie, "Halo Pastor Samuel, kuna kijana wako mmoja hapo kanisani bwana amekuja hapa. Amesema bwana hapa nani? Watoto wangu hapo watatu, kila mtoto 1,100, kwa hiyo hapa 300,000. Sasa nikaona ni mtoto wako, sio mtoto wangu wa kiroho. Yaani wewe sio wa kwangu, wewe ni mtoto wa kambo, fake. Sio mwanangu." Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Nendeni mkafanye hivyo, lakini tembeeni kwenye mafunuo haya." Na hawakuitwa mitume mwanzo, waliitwa mitume baada ya kugraduate. Mwanzoni waliitwa wanafunzi. Baadaye baada ya Yesu kuona wamekomaa, ndipo akasema hawa ni mitume. Kuitwa mchungaji kabla hujawa mchungaji unaharibika. Nisikilize. Yesu aliwaita wanafunzi 12. Akawaita wanafunzi, hakuwaita mitume. Aliwaita mitume siku wameshukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Akasema akawatuma mitume. Kwa hiyo waliitwa mitume baada ya kukomaa. Kuwa na title kubwa ya jina, una elimu ni uongo. Yesu anasema, mimi mchungaji wenu, mimi mwenyewe tu najiita Samuel Watatu. Yaani kuitwa neno kujiita prophet Samuel bado natetemeka. Yaani bado naona sistahili kwa sasa. Yaani mimi mwenyewe kujiita prophet bado naona sistahili. Kuna bado sijagamlete. Kuna vitu ambavyo navitaka bado sijafikia. Kuna elimu bado naihitaji. Listen guys. Sikizeni kwa makini sana. Watu wengi wana status makubwa ya majina huko duniani, lakini wanachokifanya hamna. Unakutana na mtu yuko anacheza draft anakuambia Apostle Eric Mlako. Wana ndugu yangu, huduma yako iko wapi? Siku zitakuja tu. Apostle. Mtu anaitwa dokta baada ya kupewa cheti cha udokta. Uitwi dokta kabla hujasoma. Unaitwa dokta baada ya kutunukiwa sasa ile PhD ya udokta, degree ya udokta. Ndio unaitwa nani? Uitwi mchungaji mpaka umeanza kuchunga. Unakuwaje mchungaji hujachunga? Ni vile tu uhuni na uhaini unaingia kanisani. Mimi naambia ukweli. Kwa hiyo mtu anaweza kujiita tu bosi na sio bosi. Mtu anaweza kujiita manager na sio manager. Kuna tofauti kati ya kujiita na kuitwa. Nilikuwa naambia watu ibada ya Ijumaa ilikuwa nzuri sana. Nilikuwa naambia watu kwenye ibada ya Ijumaa, nikamwambia hivi, wakati mwingine jina la harisi la maisha yako lililobeba status ya huduma yako, wakati mwingine wewe ulijui, wanalijua watu walioko nje. Unachokizungumza? Narudia tena. Kuna kitu cha ajabu Mungu amekifunga sana kwenye maisha ya mtu. Yaani wewe unaweza usijue maisha yako wewe. Unaweza usijue ulichokibeba wakajua wengine. Hicho ni kitu cha ajabu sana ambacho Mungu ameweka. Yaani unaweza kuwa ni mtu mkubwa sana na usijijue. Wewe angalia kina Yusufu, hawakujijua wao ni wakubwa. Walikuwa wanaona naonewa, wakina Daudi. Kuna kitu Mungu amekiweka ndani yako, hajakupa ufunuo ukijua wewe. Kuna watu wanakijua. Ndio maana Yesu amezaliwa na Yesu ni mwana wa Mungu, lakini cha ajabu ni hichi, anawauliza watu, mnaniita huko nani mtaani? Anataka kujua jina, mmepata ufunuo gani kuhusu mimi? Na wenda mimi watu ndio wakapata mafunuo kuhusu yeye. Yeye alikuwa ajiiti mwana wa Mungu, alikuwa anajiita tu. Yeye alikuwa anajiita tu nani? Yeye alikuwa anajiita tu nani? Utasikia wewe ni nani anasema nyinyi wasema. Wewe ni mfalme wa Yahudi, nyinyi wasema. Yesu alikuwa anakwepa kujiita yeye ni mnoma, mashine ya kazi. Alikuwa hataki kujiita hivyo. Kila wakijua mfalme anamuuliza, "Wewe ni nani? Wewe ni mfalme wa Yahudi?" "Wewe wasema." "Wewe ni nabii?" "Wewe wasema." Yaani alikuwa huwezi kuona mahali Yesu amesema mimi, alikuja kusema baada ya kuimaliza kazi. Ndio Yesu anakuja kujitambulisha. Yote aniaminie mimi tayari ameshafikia level na dimension. Haleluya watu wa Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna jina Mungu amekupa,
Kuna maisha Mungu amekupa wewe uyajui, kuna watu wanayajua. Unaona mimi najiita, mimi hapa nilikuwa naitwa jina langu tu nililopewa. Na mwanzo nilikuwa najiita tu Samuel. Neno Samueli wa tatu, kuna mtu tu alikuja akaniambia wewe utaitwa Samueli wa tatu. Ni watu walikuja wakaanza Samueli wa tatu, Samueli wa tatu. Sikupewa mimi kwenye ndoto, watu tu walipata mafunuo. Na nilipoipokea ikawa. Yesu hakupewa jina la Yesu, alipewa na watu wengine, akujipa yeye. Biblia inasema malaika wa Mungu akamtokea Bikira Maria, akamwambia utamuita Yesu. Kwa hiyo Yesu yeye hakujiita, aliitwa. Na neno mwana wa Mungu Petro ndo alimpa jina, akamwambia wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia sawa, twende zetu na hilo jina. Wakina Yohana walipewa majina. Haleluya. Kuna mtu anaongea naye? Kwa hiyo roho ya kupoteza wakati mwingine inafanya kazi kwa mtu kwa sababu amekosa elimu. Amekosa elimu ya kutosha. Haleluya. Tuko pamoja. Kama unaelewa neno kubwa. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 na 18. Nilitamani niende kwenye mtiririko tu wa somo, lakini najikuta naongea na vitu vingine. Lakini mnavielewa ninapoviongea. Amina. Okay. Wagalatia sura ya 6. Najua kuna kidogo tumetofautiana watumishi. Kuna mtumishi mwingine akiandika somo lake analifundisha kama lilivyo mpaka linaisha. Sasa mimi nashinda. Lazima tuache mwanzo kuongea vingi. Tusije vipawa vya watu wana kalama zao. Wagalatia sura ya kwanza. Wagalatia sura ya kwanza. Kuanzia ule mstari wa kwanza. Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 18. Sikiliza makini. Lakini Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Watu wenye mwili na damu. Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu. Bali nalikwenda zangu Arabu, kisha nikarudi tena Dameski. Haleluya. Nalikwenda zangu Arabu, kisha nikarudi tena Dameski. Wangapi wanaelewa? Kama unaelewa sema kuna ku. Amen. Mtumishi wa Mungu, karibu. Karibu sana. Umekaa nyuma sana. Karibu sana. Karibu tu ukaya. Karibu mbele mtumishi wa Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Sasa nataka tuendelee. Nataka tuendelee. Wagalatia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15. Tunaendelea. Kila mtu amefungua? Amen. Kama umefungua sema amina kubwa. Amen. Karibu pastor. Karibu. Haleluya. Amen. Tuko pamoja eh? Amen. Tunaendelea. Anasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu. Bali nalikwenda zangu Arabuni. Sema nilikwenda zangu Arabuni. Ametengwa tangu tumboni mwa nani? Mwa mama yake. Ametengwa tangu tumboni mwa nani? Mwa mama yake. Ametengwa tangu tumboni mwa mama yake, lakini anasema mimi Paulo nilipotengwa tangu tumboni mwangu bado nilazima kwenda Arabuni. Alienda Arabuni kufanyaje? Kujifunza. Kule Arabuni kulikuwa kuna wakorofi. Elewa neno wa Arabu. Neno Arabuni maana yake yalikuwa ameenda kwenye nchi za Kiarabu. Maana yake Waarabu na Ukristo ni vitu tofauti.
akaenda Arabuni ili ajifunze elimu na namna ya kuweza kuja kukabiliana na Waarabu. Kwa hiyo akaenda Arabuni, na Biblia inasema akaenda Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Alafu nasema akarudi tena Dameski. Huko Dameski alienda wapi tena kujifunza? Hapo hajaanza kuhubiri, ila ndani yake ametengwa kuwa mtume, lakini anatafuta elimu ya kuweza kusurvive kwenye utumishi aliopewa. Unaweza ukawa na wito lakini ukawa una elimu. Unaweza ukawa na huduma lakini ukawa una elimu. Unaweza kuwa mfanyabiashara lakini ukawa una elimu. Tano na roho ya biashara. Kuwa na roho ya biashara ni jambo la kwanza, ila kufanya biashara na kuisimamia ni jambo la pili. Kwa hiyo unaweza kuwa na roho ya utume lakini sio una elimu ya utume. Haleluya, watu wa Mungu. Unaweza ukawa na akili ya kitu fulani lakini una elimu namna ya kuitumia ile akili. Kwa hiyo sasa Paulo anasema nimetengwa tangu tumboni mwa mama yangu, lakini nikaenda Arabuni nikakaa huko, nikaenda Dameski nikakaa. Hakwenda Arabuni kuhubiri, nisikilizeni. Hakwenda Arabuni kuhubiri, hakwenda Dameski kuhubiri. Alienda kukaa kujifunza manake. Alienda Arabuni kujifunza, akaenda Dameski kujifunza. Tuko pamoja? Popote anakokupeleka Mungu usitake madaraka, taka kujifunza kwanza. Watu wengi wanakoseaga, akienda mahali anataka madaraka, hataki kujifunza. Kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kusurvive hata akipewa kile anachokitaka. Ndio maana kuna mtu anataka uongozi, ukimpa uongozi anaharibu. Kuna mtu anataka kitu fulani, ukimpa anaharibu. Kwa nini? Ana kweli ana kitu cha uongozi lakini ana elimu. Hata uongozi unahitaji elimu. Pamoja wewe ni leader, lakini kuna elimu inaitwa elimu ya uongozi. Kuna masomo ya uongozi lazima uyapitie ili uwe kiongozi. Paulo anasema nimetengwa. Mwambie mwenzako, kutengwa tangu tumboni mwa mama yako haitoshi kufanya vizuri kwenye huduma. Unaweza ukatengwa tangu tumboni mwa mama yako lakini ikawa haitoshi kuwa mtumishi. Unaweza ukawa umechaguliwa kabisa ni prophet, umechaguliwa ni mchungaji, lakini ukawa haitoshi kuwa mtumishi. Ndio maana wakina Musa walichaguliwa kuwa watumishi, lakini haikutosha kuwa mtumishi mpaka walipoenda milima Elobu wakajifunza. Walipoenda kwa kina Yetro kule wakajifunza. Ndio mwisho wa siku wakawa watumishi. Kuchaguliwa ni jambo la kwanza, lakini unahitaji elimu ya kufanya ili uweze kufika mbali. Tuko pamoja? Haleluya. Nataka kuwasaidia wale watu ambao wanapoteza vitu. Kufanya biashara inapotea, unaanza huduma inapotea. Najaribu kutaka kuwasaidia kwa nini watu wanafanya vitu wanapoteza. Moja, hawana elimu ya kutosha. Tuko pamoja? Sema akaenda Dameski. Akaenda kukaa wapi? Tumeona ameenda kukaa Arabuni, ameenda kukaa na wapi? Na maeneo ambayo Paulo alifanya vizuri kwenye kuhubiri ilikuwa ni Arabuni na Dameski. Ni sehemu ambazo alipata elimu, ndio alifanya vizuri. Kwa hiyo Paulo akapata elimu Dameski, akapata elimu Arabuni. Alafu bado ikawa haitoshi, akatafuta elimu sehemu ya nyingine. Twende ule mstari wa 18 wa mwisho. Kisha baada ya miaka mitatu, sema baada ya miaka mitatu. Miaka mitatu jamaa yuko Arabuni, yuko Dameski. Haubiri, nisikilizeni. Haubiri, ila ni mtume tangu tumboni mwa mama yake. Haubiri. Nadhani pia kulikuwa kuna upako unamshukia ukitaka kufungua watu, lakini alijizuia. Unamwona Yesu wakati amefika kwenye harusi ya Kana. Wakamwambia bwana, divai imeisha, akasema muda wangu mama haujafika. Alafu muda wangu haujafika. Anaweza kufanya lakini muda wangu una hekima inaitwa hapana, inatosha. Muda wangu bado. Na unaweza kufanya. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa Paulo anasema hivi, baada ya miaka mitatu kutoka Dameski na kutoka Arabuni, baada ya miaka mitatu anasema kisha baada ya miaka mitatu nilipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Nikakaa kwa Kefa siku 15. Sema akakaa kwa Kefa siku 15. Kefa alikuwa ni Petro. Akaona haitoshi, akaenda kwa mtume. Siku 15 anapata elimu. Bwana kweli nimetengwa na kwa mama yangu, nimejifunza Dameski, nimejifunza Arabuni,
lakini sitaki niharibu kwenye utumishi. Hizi siku 15 nifundishe, nielekeze. Petro akampa mbingu za utume. 15 amekaa kwa mtume, ananyenyekea kwenye magoti ili apewe elimu juu ya utumishi aliopewa. Sio kama unanisikia wewe ambako ulioko YouTube. Unaweza ukawa una huduma, unaweza ukawa na biashara, lakini ukaharibika kwa sababu umekosa elimu ya kutosha. Jifunze kutafuta elimu popote ilipo. Na Biblia inasema usiache elimu. Anasemaje? Maana usiache elimu iende zake. Aliyasema usiache maombi. Usiache nini? Usiache nini? Usiache nini? Unaelewa maana usiache nini? Elimu ni muhimu, na elimu inazungumziwa pale ipo kwenye makundi mawili, elimu ya kimwili na elimu ya kiroho. Usiache elimu iende. Maana yake moja ya kitu mbingu zinaheshimu ni yule mtu ambaye anaitafuta elimu juu ya kile alichopewa. Saganya mama, tafuta elimu. Pambana itafute elimu ya kile Mungu amekupa. Utafanya vizuri ukiwa na elimu. Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Listen. Akakaa kwa Kefa siku 15. Hizo siku 15 alikuwa anafanya nini? Anapata elimu. Unaona ndani yako na roho ya biashara. Ndani yako una feel anointing ya biashara. Tafuta elimu. Kusikia kuna masomo ya biashara, nenda. Acha ujinga. Ukiwa na roho ya biashara, mimi nitakupa upako wa wateja. Sitakupa elimu ya biashara. Wateja watakuja, utawapoteza. Unajua kwa nini? Wao utawapokea kiroho. Hauna elimu, haupokei kielimu. Utapokea kiroho. Haleluya, msepo ni mtahama, tumuondoke tu tunataka kwenda. Acha ujinga. Na ndio maana kuna elimu ya kuanzisha huduma na kuna elimu ya kulea huduma. Elimu ya kulea huduma sio ya kuombewa. Elimu ya kulea huduma ni kwenda kujifunza. Haleluya. Hizi ni watu wengi sana leo wamekosa. Hapo na waonea huruma sana. Watu wameshindwa kuja kutafuta elimu, wameenda kulima. Siku moja babangu mzazi alikuja kanishauri, mwanangu, kuna mashamba eka 3. Lima mwanangu. Ukilima unavuna hata kunia ngapi za zetu, tunaanza na mtaji. Nilikuwa na hela ndogo tu ngani. Elimu niliyokuwa nayo mimi nilikuwa na elimu ya kuanga samaki na kuuza na kutafuta wateja wa samaki. Ndio nilikuwa na hiyo elimu. Nifanyaje niuze samaki nipate pesa? Na nilikuwa nazalisha pesa kupitia samaki. Akanipeleka kufanya kitu ambacho sina elimu nacho. Nikachukua zile hela nikalima, nilivuna debe moja. Na zile tu. Kutoka uamini, nilikodi ng'ombe za kulima. Nilinunua mbegu, nilikodi wapaliliaji. Alizeti zilikoma. Nikaja kujiuliza nini shida, nikagundua sikuwa na elimu juu ya ile shamba. Sikuwa na elimu ya kutosha. Sikuwahi kujua kama kuna mbolea, sikuwahi kujua kuna usimamizi wa hii nilimo tu vu nikatoka karibu 3.5, lakini nikasema hii ningeitumia kwenye elimu ya samaki, ningeizalisha huko. Kaipoteza. Usikomandiwa kufanya kitu na mtu kama una elimu ya kutosha. Asikwambie mtu kuna kuuza miti, twende, shingapi mtaji 5. Unaipoteza. Bwana, ukichukua nguzo za umeme Mafinga, ukizipeleka ukizishwa una milioni 10, milioni 15, kweli Unashangaa baada ya kununua nguzo, unakutana na vigingi, kuna ushuru. Hela ya ushuru una elimu ya kutosha. Unashangaa nguzo haruhusiwi kuuza wewe, lazima serikali ndio ishike kuuza, na wewe umeshalipa hela, umeshakupiga. Lazima utafute kwanza elimu kabla ya kuanza jana. Tuna kizazi cha nyoka karne hii. Tuna watu ambao hawataki kujifunza. Hawataki. Tunaongea na mtu. Ndio maana unaona kuna vijana wanafika kwenye madhabahu kama hizi. Unajaribu kumkaa naye, anakaa miezi 2-3 anaishi na upako. Kaondoka. Kanaenda kanapigwa kanarudi. Kanapigwa kanarudi. Tutakuja kufungua makanisa mawili huko mbeleni. Kanisa
la wanaokubali kujifunza na kanisa la watoto wachukutu. Wale ambao wakitoka wamepigwa wanakuwa na kanisa lao. Wanafundishwa nondo tu za uso. Kwa hiyo nitafungua kanisa la mbuzi na kanisa la kondoo. Yote yatakuwepo. Kwa hiyo kanisa la mbuzi litakuwa na mchungaji. Kwa hiyo kama ni mimi mwenyewe mchungaji, nitakuwa nikitokea kwa natokea kimbuzi mbuzi. Nikija kwenye kondoo natokea kikondoo kondoo. Kwa hiyo nitakuwa na darasa la washirika mbuzi na nitakuwa na darasa la washirika kondoo. Kwa sababu kuna injili nikiwafundisha kondoo na waonea, kuna injili ya kuwafundisha mbuzi, na kuna mbuzi nikiwafundisha injili ya kondoo na waonea. Kondoo ni mtulivu, mbuzi sio mtulivu. Kwa hiyo nikaanza kusema watu msiotulia nitawajeruhi kondoo. Kwa hiyo kwa darasa lako unafunga. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Ndio maana Yesu kuna mahali aliitwa mwalimu mwema, na mahali aliitwa mchungaji mwema. Kuna mahali aliitwa nabii. Kuna mahali aliitwa Elia. Moto. Kuna mahali aliitwa mkanda akachapa watu. Alikuwa akitokeza kwa washirika kulingana na walivyo. Kigundua washirika wanahitaji roho ya unabii, anavaa roho ya unabii. Anawagonga. Akijua wanahitaji uchungaji, anavaa roho ya kichungaji, maana aliitwa majina mengi. Na mtu anaongea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na elimu kabla ya kulifanya jambo. Akakaa siku 15. Mwae nikuonyeshe pia andiko lingine, Wagalatia sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 6. Wagalatia sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 3 hadi wa 6. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Kuna kujiona kitu alafu wewe sio. Anayejiona kitu ambaye sio kitu ni mtu gani? Ambaye hana elimu. Ni mtu ambaye hataki kujifunza. Watu wengi wasiotaka kujifunza huwa wanajikubali balaa. Watu wengi wanyenyekevu huwa hawajikubali. Umeelewa kuzungumza? Watu wenye elimu, huwezi kumkuta mtu mwenye elimu anajigamba. Unaona kuna mtu akiwa na hela, unamwona huko mitandaoni. Haleluya. Kuna mtu akiwa na hela ni nongwa. Ni nongwa. Nakuta nakwambia namna hii. Yaani kwenye pitu. Vurugu. Lakini kuna watu wana elimu ya fedha, wakina Mo Dewji. Na elimu ya fedha. Kila Dangote. Sio wachawi, sio kila mwenye hela mchawi, mwingine ana elimu tu na akili namna ya kuzalisha fedha. Sasa maskini wote huwa wanalizo wenye hela wachachawi. Alafu ukiona umeshafikia hiyo level, maana yake wewe hali yako ni mbaya sana. Maskini ndio mtu pekee anaamini mwenye hela ni filmasa. Kumbe mwenye hela ana akili, wewe una. Usinichukie. Mimi mwenyewe sijui kwa nini leo nafundisha. Ukishaona kila mtu ana gari mchawi, amejenga nyumba mchawi, ana hela mchawi, ujue huna elimu ya kutosha juu ya hivyo vitu. Nikiwapiga sana nondo, ngoja tuache. Sasa anasema hivi, maana mtu akijiona kuwa ni kitu, yeye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Yaani pamoja umefanya vizuri sana, unafanya vizuri, bado Biblia inazuia usijisifu kwa watu, bado ujisifu ndani yako. Yaani nimetabiri watu wamedondoka, watu wamefunguliwa, alafu Biblia inasema usijisifu kwa watu. Mwenyewe tu useme, lakini sasa hivi nimekuwa kilo. Sio kwanza kwambia watu sasa hivi mnanionaje? Mashine, mnanionaje hapa? Tayari wewe una elimu kutosha. Una upako, lakini una nini? Una elimu. Na mtumishi wa Mungu mmoja, nilipenda sana ushuhuda wake, yuko pale Arusha. Alikuwa anatoa ushuhuda wake, akasema pastor, akasema siku moja zamani wakati anaanza injili, alikuwa na upako, alikuwa akifanya watu wanalala chini. Akasema sasa nikawa nawaita watu madhabahuni na wapangisha mstari. Nikisha wapangisha napanga wakilala chini afu na akaniambia pastor, ile anointing nilipoteza. Akasema ninapoongea na wewe
Sasa hivi ili nimuombee mtu, yaani naweza nikaomba watu wakafunguliwa, lakini ile anointing ya kupita tu watu wanaondoka sina tena. Mungu aliichukua. Mungu anakupa anointing, lakini wewe unaifurahia. Mfano, unauza nayo sura, inapoteaga ile, Mungu anaichukua. Ndio maana naona Biblia inasema kwa kupita kwake Petro wagonjwa walipona. Sio aliwaita kaanza kupiga. Alikuwa anapita, hajui kama unaumwa, yeye anapita. Unapona? Ongera. Yaani alikuwa waiti. Yaani anasema kwa kupita kwake Petro wagonjwa walipona. Kwa kimvuli chake. Yaani jamaa alikuwa anajikuta katikati ya kuhubiri, pepo linalipuka. Yaani anajikuta tu kumbe kile kimvuli kimemkalia mtu. Sasa mtumishi akishagundua kuna pepo limelipuka kwa kile amepata mafunuo. Tayari kumbe kimvuli changu kimeupaka. Pangeni mstari. Niwaonyeshe. Zoom kamera, weka kamera zoom. Mtoto. Wewe unaitwa nini? Mtoto. Unaweza kuwa meja. Watu wakawa wanajua wewe ni meja. Na wewe usionyeshe kwa watu. Unaweza kuwa na hela. Usionyeshe watu na hela. Haleluya. Siku moja huko miaka ya nyuma nilipata hela nyingi sana. Nikaziweka kitandani nataka kupiga picha. Nikasema nizipost, naona wewe nataka kuchomekea huko. Niweke atakalo kwenye status niseme haleluya, tafuteni Bwana. Mungu akanitenda huko. Wewe mimi nikazikunja nikatumia. Sometimes Mungu ametubariki, lakini hatutaki kulifanya vitu vyetu viwe public kwa sababu Mungu ametukataza. Tumeshakuwa. Na natamani kwa kuna mtu anakusalau anasema wewe bwana, wewe angalia una hata pa kukaa, lakini najiuliza nasema dani nimpostie nyuma yao. Posta tu Mungu anaongea aje. Unatamani kukusanya mali zako zote afu wapigie picha. Ufanye tu ya kupiga mali zako picha. Hapa ni pa kwangu. Hii ni ya kwangu. Lakini unaona sasa kwa sababu umekuwa na una elimu ya kutosha na kuchezea. Acha wakuone wanapotaka wao. Ila wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo elimu ya kutosha ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo anasema ya kwamba lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani yake, ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa wenzake, wala si kwa. Ni makosa kujisifu kwa watumishi wenzako kwamba mimi bwana, mimi ni noma. Kwanza ninapoongea na mimi bwana, nilifanya uponyaji mwaka 1998. Alikuja kilema, nikapaka pua nikapona. Mimi bwana Mungu ananitumia kwenye viwango. Mimi ni mashine ya kusaga na kukoboa. Unaona, unajaribu kuwatishia watumishi wenzako. Na mara nyingi ndio wanakuwa hamna kitu. Ukimpa madhabahu mtu kama huyo anaharibu. Haleluya watu wa Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho mimi huwa sikipendi nikisimama madhabahu, kuanza kusema kuna mtu nilimponya. Hali nilipomponya. Nakwambia yule pili nilimponya Singida nilipomponya nikaenda Arusha nikamponya. Vitu visivyo. Kuna miujiza mikubwa inatokea, kuna maushuhuda makubwa, lakini nikifika hapa sina haja kujisifu kwa wenzangu. Mimi natakiwa nionyeshe kazi ya Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anasema hivi, utaona hapa chini, utanielewa hapa chini, hapa mbele kuna kitu kinachoendelea. Maana kila mtu atachukua furushi yake. Angalia mstari wa 6, wa muhimu ndio pointi. Anasema hivi, mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema. Unaona? Mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema. Kwa hiyo chanzo cha haya yote ni elimu. Mtu ana elimu. Anasema mtu akijiona si kitu, akijiona kitu yeye sio kitu. Na mtu asijidanganye. Sio nini. Anasema kwa sababu tatizo liko hapa. Mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake. Maana yake tatizo liko wapi? Ni kwamba watu hawataki kujifunza. Haleluya. Kama unaelewa sema mimi nakubwa. Amen. Kama unaelewa sema mimi nakubwa. Amen. Watu hawataki kujifunza. Kwa hiyo unakuta mtu ana kitu kikubwa lakini hataki kumshirikisha mkufunzi wake. Biblia inatufundisha kwamba pamoja Mungu atakutumia usiache elimu. Pamoja unajiona kunani una mafuta, bado tafuta mkufunzi wako mshirikishe. Mkufunzi ni nani? Ni mwalimu. Maana yake endelea kutafuta elimu. Anasema mshirikishe mkufunzi wako katika mema.
Unaelewa mema? Mungu ananitumia ni mema. Mungu amenibariki ni mema, lakini anasema usijisahau pamoja unayo mema. Nenda kwa mkufunzi, mshirikishe. Akupe elimu. Ndio maana unaweza kupewa gari ukalipoteza. Nenda kwa mafundi magari. Wakupe elimu ya magari. Kila elimu unayoitaka ina mwalimu wake. Kwa mfano, pastor, umekuja kanisani, watu wamekuja kanisani. Unahitaji nikuombee uwe mfanya biashara. Mimi nitakupaka mafuta. Elimu ya biashara siwezi kukupa kama sina. Yaani wewe baada ya kutoka kwangu kukupa, mimi nitakupa anointing. Mungu akupe wateja. Ubarikiwe mjini, barikiwe mashambani. Kinachofuata, tafuta mtu tu akaenda kama ni mpagani, ana elimu ya biashara, nenda. Wewe unafanyaje biashara bwana ya magimbi? Unafanyaje? Unakuta kuna mtu huna biashara, nikupiga upako, kauza mwanangu magimbi, unaenda kununua magimbi gunia 100. Kumbe yanaoza baada ya siku 6 au 7, yanaoza. Ule upako umekupa kiwewe. Umeenda Mbeya umenunua magimbi. Kumbe ungeenda kwa mwalimu wa magimbi, angekwambia bwana magimbi anza kidogo. Kinunua mengi uwe unaharibika. Kwa hiyo roho ya kupoteza inafanya kazi kwa watu wasio na elimu. Kuna watu wanapoteza vitu kwa sababu hawana elimu, wanapoteza huduma, hawana elimu. Wanapoteza pesa, hawana elimu ya pesa. Kuna kitu kinaitwa money formula. Watu hawajui formula ya pesa. Akipata hela tu, kiwewe kimempanda. Alafu unakuja kila siku Mungu anibariki. Mungu wewe anakubariki bila una formula ya pesa. Na formula yako ni mbaya mpaka unasahau kumtolea na Mungu. Formula mchafu mpaka unakula na zaka. Yaani kuna mtu ana formula chafu ya pesa mpaka anamsahau na Mungu. Wala una formula chafu Mungu anamkumbuka. Mtu ana formula chafu mpaka na zaka anakula. Yaani wewe ni maiti inayotembea. Kuna mtu anakuambia pastor, ni kweli mimi hela mimi nalipa mshahara Mungu ananipa, lakini wewe niamini mimi yani kikweli nashinda kumtolea zaka, hela yangu yote najikuta imeisha. Hana formula ya money, formula ya pesa hana. Wewe akipata pesa, ukimwambia mwanangu zako umetoa, yani baba nilibana na hadi za watoto. Hakuna pesa isiyotosha kama una formula nani. Hata 10,000 ina uwezo wa kubaditika na ikakaa. Waulize wanafunzi wa chuo. Mwanafunzi wa chuo anaweza kutumia buku na akala kwa siku. Nilishangaa sana. Mtu ananunua mwogo wa 200. Akinunua mwogo wa 200, anakula asubuhi anashusha na maji na pilipili na ulama na pilipili. Anakuja mchana inabaki 800. Mchana akishakula ugali 800 inatosha. Unajua inatoshaje? Ananunua bamia za 200. Bamia za 200 zipo. Anaenda dukani anaomba mafuta 200. Kwenye 800 inabaki 400. Unga robo 400 anapata. Anaenda anasonga ugali na kula na bamia. Kuna mtu 10,000 haimtoshi, 1,000 haimtoshi. Ni kichwa kibovu. Kama mtu analala hapa ndo maskini wa kwanza. Unaona analala kwenye ibada yani. Hallelujah. Ili somo linabaki YouTube. Make sure unapata nafasi ya kulifuatilia mara kwa mara. Ni somo zito sana. Sana. Listen. Kwa hiyo kila kitu kinahitaji nini? Elimu. Kabla ya kukianza, tafuta elimu. Simwache elimu, tafuta elimu. Unataka kuuza vitenge, fanya research. Unataka kufungua duka, fanya research. Utafungua duka, unajua siku itakushinda. Unataka kuolewa, fanya research. Tafuta elimu kwa wanandoa. Jamani, hivi nini? Wewe ndio kuna nini? Sisi wanandoa tutakwambia. Sasa kuna mtu anazama tu, mimi nataka kuolewa, baba nipige upako, na kupiga upako, unapata mume. Ukishapata mume ndani ya mwezi mmoja, mimi naomba niondoke, nateseka baba, mchungaji, mimi nateseka. Na ndio maana mchungaji anayefungisha ndoa watu kabla hajawapitisha kwenye elimu ya ndoa anawakosea. Ni makosa kumfungisha mtu ndoa kabla hujampitisha kwenye elimu. Inatakiwa wapite kwenye elimu ili kama wakatane mapema. Ukiwafungisha watu ndoa hawana elimu, unakuja kukuta mmoja kapasuka kiti. Ndoa ni mwili mmoja. Anasema ndoa ni watu kuungana kuwa mtu huyu. Unaelewa maana yake?
kwenye ndoa moja mchoyo. Nini? Elimu. Unakuja kwenye ndoa moja ni binafsi. Elimu ya ndoa, sisi ndio tunajua wanandoa ni nongwa. Kuna wakati nimetoka kuoa, kwa bado kidogo najua, wakati mwingine pia elimu tunazo, lakini wakati mwingine hatujagadulate vizuri. Mimi nimetoka kuoa, kwa nikienda mjini, sasa nikanunua suti mbili. Kanunua jinsi labda nguo kadeti mbili na t-shirt, nimebeba nyumbani. Kiasi cha kunulia. Kanunua naleta home pale nini? Naambia wewe inatosha. Inatosha baba safi. Haleluya. Nikafika mahali moto na waka ndani. Moto na waka. Sasa wewe ndugu yangu, hivi kweli katika pita zako huko unazonunua, ukumbuki mimi mke wako? Nina upako, lakini sina elimu. Na upako nikifungua pepo linatoka. Lakini elimu ya ndoa sina. Unaweza kuwa na upako, lakini una elimu ya hela. Kwa maana kuna watumishi wanapata pesa, lakini wanachokifanya kitu. Why? Wana upako, wana elimu. Nikaja kupata elimu kwamba mimi na yeye ni mwili. Kumbe mimi nikinunua nguo mbili, moja ya mke wangu, sio dhambi, kwa sababu mwanaume ni kiongozi. Sio dhambi, basi nimenunua mimi viatu vya mbili au vya tatu, moja ya mke wangu, nichukue mke wangu. Nimenunua suti mbili au tatu, nisahau kurudi na toka siku hiyo nikiendaga mjini, nikienda wapi, kuna kitu lazima nije nacho kwa mke wangu. Yeye ajui pengine mbona mambo yamebadilika. Kuna elimu nimeipata kwamba kuna vitu nikienda mjini nikinunua vya kwangu nikumbuke yeye. Kwa nini? Anajisikia vibaya akiona mimi kila siku. Hamtaki kusema amina? Amina. Najua leo unaonipenda. Kama unanipenda sema amina. Haleluya. Alafu pia nachomshukuru Mungu, kutana mwanamke mwenye akili. Hataki vikubwa sana. Kutana mwanamke mwenye akili. Wewe unaweza kununua kitu cha 400, cha 300 cha kwako. Leo kwa 300 cha 100 kazi. Kubwa zaidi wanawake wanaga shida. Yaani mwanamke anaweza kumpelekea tu ice cream, chocolate. Mwambie baby, yani mimi kiukweli nilikuwa na hela tu ya laba moja ya kwangu. Lakini na chocolate naona siniache na wewe. Utasikia sio mbaya. Kwa kubariki. Siku moja nilienda Dar es Salaam kwenye semina iliyopita. Nilienda na nani kijana wangu hapa. Pasco. Nikaenda kwenye duka moja. Tulikuwa tunamkesha mwanamke. Yeye mkesha mwanamke. Nikamwambia Pasco nifuate. Wapi baba? Nikamwambia nifuate. Tulikuwa tunaingia kwenye maduka ya nguo za kike, sio za kiume. Nje duka la kwanza, nauliza bei ya nguo, anasikia 80. Nikaona kijana ametoka nje ya amekaa nje. Nikamwambia mbona uko nje? Kananiambia baba wewe endelee. Mwambie njoo ndani. Mimi nilikuwa nampa elimu ya ndoa bila yeye kujua, nampa na kwa sababu najua ameoa, nampa elimu. Naweza nisikwambie, lakini kuna kitu nikifanya wewe unataka ujifunze. Kwamba wanawake unajua wanatunzwa kwa akili, sio kwa maombi. Sasa chagua gauni pale, naambia basi kwa hiyo unalala hivi. Lakini nasema nimeona kijana moto umewaka kichwani, yani mchanganyiko. Anaona kabisa kwamba hapa pana hali sio nzuri. Haleluya. Nikapenda gauni moja nzuri sana. Nikanilipia. Karibu hela pale takutosha, tunaenda na kwa ile gauni. Nikamwambia passport nipe. Nikamwambia passport na mama yako nataka apendeze. Hapo mimi sijanunua. Mimi sielewi hapo, kichwa sielewi na pani. Mimi nguo ya kuja kuvaa kwenye mkesha nimekuja kuipata nikiwa hapa hivi. Sikuwaza kununua mimi. Nimewaza tu nimekuja kupatia wazo. Tena nilivaa kombo kama nilivaa nguo koti ilikuwa ndio angalau jipya, lakini suruali nilitafuta ya zamani. Ila mke wangu nikampa kipya, kila kitu apendeze. Kuanzia kichwani hadi juu.
Alikula kaila katoka kutosha. Alwe, kaambia njoo mke wangu Malikia. Kaa. Kwa nini ninafanya hivyo? Nina elimu kuhusu ndoa. Kwamba ninapozidi kuwa mimi binafsi, yeye anazidi kukonda, anazidi kujisikia vibaya, ndoa inaanza kuharibika. Chochote unachokipata kama una elimu na elimu. Maana unanielewa? Yaani sasa mwanamke huyu aliziki, angalia unafanya nini kinachoonekana kwa mke wako. Mbona mimi nafanya sana, unafanya wapi? Wapi wewe unafanya ambacho kinaonekana? Kwa hiyo bwana Maki, huu upako unaopokeaga hapa kwa kutoa mapepo hautunzi ndoa. Ndoa inatunzwa kwa elimu. Unakuta mke wako Maki, simuone kanisani afunde amekwazika, hajakazwa amekwazika. Sio kanisa limemkwaza, mume wake amemkwaza. Unakuta unauliza mke wako Maki yuko wapi? Yupo tu, anaendelea kumuuliza bwana nyumbani. Kumbe hakuulizi bwana. Binti wa watu wanaona hata nguo ya kanisani hana. Na alijamaa kila siku inakuja na suti. Elimu. Wewe mchukulie mke wako Maki mwambie ili gauli la kanisani. Uwe Jumapili unakuta amekuja ameutinga namna hii. Kwanza umwambie wahi kanisani, anakuja mwenyewe. Gauli jipya. Na umempiga na msuko. Unafikiri anaona aibu, unasema baba unapopendeza na kichwa kisuti. Mimi nije kichwani huko hivi. Siwezi tu. Sasa kama mwanaume una elimu, acha ujinga. Rizika na mshako. Rizika ni mbona unapendeza mpumbavu? Kila kitu kinahitaji elimu. Kila kitu kinahitaji nini? Elimu. Hata ukiwa nabii una macho ya rohoni, kuna elimu ya kutabiri. Wewe ukatabiri dada una ukimwi, simama juu, kuna elimu ya kutabiri. Wewe ukatabiri. Ni kweli na ukimwi unatabirije hivyo? Punguza moshi ya mchungaji. Wanaotabiri ujinga, wengine wanatabiri ukweli, lakini wanatabiri vibaya. Kwa nini? Hawana elimu. Unaona kitu cha mtu, una elimu namna ya kukifikisha. Unajua unaweza kuota ndoto ya mtu ukakosa elimu ya kuifikisha. Kuna elimu ya kufikisha ndoto kwa mtu. Nimeota unakufa leo asubuhi, na kwenye ile jeneza kabisa nimekuona wanakuchukua. Sawa umeota, ila elimu ya kufikisha ujumbe huna. Mimi kanisani wanipendi, anataka wao unapelekaje hivyo ujumbe? Elimu ya ndoto ipo. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mimi Danieli, naye Danieli alikuwa na maono na elimu katika ndoto. Kwa maana alikuwa akisoma vitabu. So unaona uwezo wa kutafsiri ndoto wa Danieli ulitokana na kusoma vitabu. Elimu. Una kitu cha kiroho lakini una elimu. Yesu asifiwe. Nipungie mkono hivi. Kwa hiyo turudi kwenye andiko. Kwa hiyo anasema mwanafunzi na mshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Maana yake utakiwi mema unayoyapata bado unahitaji elimu ya yale mema. Kumbuka somo langu ni roho ya kupoteza. Kwa hiyo mema umeyapata lakini unahitaji elimu. Nimewambia roho ya kupoteza inafanya kazi ukisha kuwa na vitu, haifanyi kazi ukiwa una. Inasubiri uwe na mwanaume ndio inakuja inafanya kazi. Umeshapata mwanaume, alafu sasa kwa sababu una elimu ya kutunza mume, unaanza kujikuta unamkaribia. Unaanza kujikuta mimi hapa, unidanganya. Wewe kamdomo. Kumbe sheria ya elimu ya ndoa inataka unapokutana na mwanaume usiongee sana. Wewe una elimu ya unaongea tu kwa. Mtu anakuja sababu mwanaume ameniacha nini? Ameingia kwenye mahusiano akiwa hana nini? Hapo namsikizia shetani. Sio kila vinavyoharibika ni shetani. Vingine vinaharibika kwa sababu ukosefu wa elimu. Basta nasikia kabisa ndani yangu na chuma ulete hela zikae. Una akili. Chuma ulete tuonyeshe. Kwa nini kama wewe chuma ulete kwa nini usimchume uletia chuma? Kwa nini wewe chuma ulete usimkamate?
Shetani ananinukia, kwa nini usimshushe? Kwani kumshusha unashinda? Mwalimu wangu ananipanda kichwani, na wewe mpande. Elimu. Watu hawana akili kwenye kutunza vitu. Na ndio maana listen, unaweza kuwa mtu mdogo sana, ukawa na elimu na ukawa na maendeleo. Kwani hujawahi kuona mtu analipwa mshahara milioni 2, kuna mwingine analipwa 80,000, mwenye 80 ana nyumba. Ndio. Mwenye bila hana akili, na milioni 2 analipwa kwa mwezi hana akili. Kuna kajamaa kauza mboga mboga kamenunua kiwanja mjini hapa na kamejenga nyumba. Kuna jitu linalipwa milioni 2 halina hata kiwanja. Nini hapo? Akili. Kipato unaweza kuwa una akili ya kutafuta, una akili ya kutunza. Kuna mchungaji ana kanisa la washirika 1000, lakini mpaka anakuwa anachunga kanisa hadi miaka 10, bado na mke wake na familia yake wanakaa nyumba ya kupanga. Ana watu 1000, kila siku watu wanawatabiki, wanajenga nyumba kwa maombi yake. Watu wanashuhudia, baba tumejenga nyumba, baba nimefanya hivi. Baba wewe baba yake sasa. Una hata kiwanja. Upako sio akili. Upako unaweza kufanya kazi hata kwa chini. Ndio maana nasema ishara hii itapatana wote waaminio, sio wenye akili, na wote waaminio. Maana yake wote waaminio. Asali kwako lakini anaamini. Ndio maana Waislamu wanatoa pepo, uongo kweli? Unajua kuna Muislamu anatoa pepo. Utasikia hii, shaka baraka shaka. Hapa unakuta pepo linapanda. Mjombaje. Waislamu wanatoa pepo kwa imani na linatoka. Wanapandisha majini yanapanda. Kwani kutoa pepo sikupandisha roho kutoka kwa mtu inaanza kufanya kazi? Kwani hadi waganga wapandishi mapepo? Ishara hizi zinapatana wote? Amini. Kwa hiyo usione kwamba wewe mtumishi kutoa pepo. Utumishi ni hapa. Akili. Fahamu. Tuko pamoja? Amina. Bado kuna watu wananipenda? Amina. Sasa hilo ni jambo la kwanza ambalo linaweza likasababisha roho ya kupoteza kufanya kazi kwa mtu. Jambo la kwanza nimesema ni nini? Ukosefu wa nini? Unaweza kusababisha mtu roho ya kupoteza ikae kwenye maisha yake. Jambo la pili ni muhimu sana. Tunaenda sababu ya pili kwa nini watu wanapata vitu vinapotea, napata huduma inapotea, napata kanisa linapotea, napata fedha zinapotea, napata biashara inapotea. Sababu ya pili, sikia kwa makini, uasherati na uzinzi. Roho ya uasherati na uzinzi. Uasherati na uzinzi ni tamaa ya mwili, sio tamaa ya roho. Kwa hiyo lazima upate elimu juu ya hili jambo. Haleluya watu wa Mungu. Amina. Tunaelewana? Amen. Kwa mimi nakupa elimu ili uelewe namna ya kuweza kusurvive. Jambo la kwanza nimekwambia kinachosababisha roho ya kupoteza nafanya kazi kwa mtu ni nini? Kukosa nini? Sasa mimi kama mtumishi sina ufahamu nitafika hapa. Wewe dada una roho ya kupoteza wanaume. Moto! Unamuombea dada pepo linalipuka, kesho tena napata napoteza. Kesho kutwa tena napata napoteza. Kwa nini? Kwa sababu nimeitoa roho, sijampa elimu. Mtu yote unayemtoa roho hujampa elimu, ile roho anaenda kuirudisha tena. Nilikuwa na uwezo kufika hapa nikasema roho za kupoteza naziona kwako, nikatoa mapepo hapo watu wote mnaondoka. Lakini nisiwasaidie. Mungu atumi upako kututoa kwenye maangamizi. Mungu analituma neno litutoe kwenye maangamizi. Maana yake Mungu anaituma elimu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kitu cha pili kinachofanya watu wanapoteza vitu kwenye maisha yao ni roho ya uasherati na uzinzi. Uasherati, tamaa, uasherati na uzinzi. Hii hali ya uasherati na uzinzi, hizi ni tamaa za mwili ambazo zinaweza zikamfanya mtu apoteze, sio tamaa za roho. Paulo anasema tamaa za mwili ni dhahiri na tamaa za roho ni dhahiri. Roho huwa mara nyingi ina focus na kutamani mambo mazuri, ila mwili siku zote huwa unatamani vitu vya kimwili. Na moja ya kitu dangerous kinachosababisha mtu apoteze ni uasherati na uzinzi. Uasherati na uzinzi si shetani. Uasherati na uzinzi ni tamaa zako mwenyewe. Listen, adui wa kwanza wa mtu sio shetani. Adui wa kwanza wa mtu ni mwili wake.
Mwili wako unachokitamani unaweza kusababisha uwe tajiri, na mwili wako unachokitamani unaweza kusababisha uwe maskini. So unaweza kusema mimi kila anayefanya uasherati anajua alitendao. Leo nimwambia pointi zote tatu ni nono. Amina. Yaani leo ukimaliza hapa uende nyumbani ukatafakari kijana. Amina. Uasherati na uzinzi. Nitakuonyesha kwa nini uasherati na uzinzi. Nitakuonyesha. Kuna watu ni mahodari wa kutafuta, lakini wanajihusisha sana na uasherati. Kwa vile vitu ni kama vinapotea. Kwa nini uasherati unapoteza pesa? Haupotezi, uasherati haupotezi pesa kimazingara. Uasherati unapoteza pesa kwa kutoa mwenyewe. Kwa kadri mtu anakuwa na mahusiano, yale mahusiano yanataka hela. Yani hakunanga mwanamke asiyetaka hela. Hayupo. Na ndio maana mwanaume akiwa na wanawake wengi sana, ni kwa kadri hiyo milango ya kutoa pesa inakuwa mingi. Kabla ya kujiungamanisha sijui zinani, kujiunganisha nafsi, amna. Kufilisika kunaanza kwenye kutoa wewe ulivyo navyo kwa hapo. Amina. Kuna mtu anaweza kutafuta hela mpaka jioni, akatafuta akaipata kwa shida, lakini akaenda kuimaliza kwenye uasherati. 50,000 hela ya hoteli, bado hujamlipa mwanamke uliyeingia naye hapo, bado hajakwambia hela ya kusuka, hajakwambia la wiki, alafu nao watatu wanne. Kwa hiyo automatic ukija kanisa unasema Mungu mimi anipendi maisha magumu. Wewe ndio una elimu, hauna akili. Kwa hiyo uasherati na uzinzi unasababisha vitu vya watu kupotea. Na vipotei kwa mazingira unatoa mwenyewe. Acha nikusingizia tumaulete. Na ndio maana mtu yote anayetaka kufanikiwa asipoteze mali, moja ya kitu anatakiwa kuepusha nacho ni uasherati. Lazima uepushe nacho. Kwa sababu ni wachango wa kiroho, kuna vitu sitawafundisha. Unamwona Mfalme Sulemani alikuwa na wake wangapi? 700 na 300. Na alikuwa na wake 1000. Masuria 300, wanawake 700. Jamaa alikuwa na wanawake buku. Lakini tunausoma utajiri wa Sulemani. Sulemani alikuwa na hela ya kulea wote. Wote 1000 alikuwa anaweza kuwatunza wote, wanapata hela ya kula, wanapata hela ya kuvaa. Wewe una shilingi 10,000 tu kaka. Mtaji wako ni 200,000. Wanawake uliowatamani, my hand, mwingine my carpet, mwingine umemsave tu nani, umeweka kiuaua tu. Kwamba huyu umezidi, mwingine nani baba mkubwa, kumbe sio baba mkubwa. Sasa wale wanawake, wale wanaitwa chumaulete. Chumaulete ni mtu, sio jini, ni mtu. Nani nakwambia roho zina shida na hela? Hakuna roho ina shida na hela. Hela haina matumizi kwenye ulimwengu wa roho. Ndio. Kabisa. Hela haina matumizi kwenye wala dhahabu. Wala hizi mali za kidunia hazina kazi kwenye ulimwengu wa roho. Yaani hata mashetani wenyewe wanaona takataka. Ndio maana mashetani wanakung'ang'ania wewe wakae ndani yako, sio kwenye gorofa lililojenga. Unakuja kugundua kabisa kwamba ulimwengu wa roho hauna shida na hela. Kwa hiyo tumaulete, kuna roho zimenibia hela, zipeleke wapi? Wewe kuna mwanamke anachukua hela yako, kuna mwanaume anachukua hela yako. Ni tumaulete ni mtu anayekuomba kila siku wewe mtu. Mtaki kusema amina. Sasa roho ya kupoteza inaweza kukufanya upotee kwa mashaka. Unaweza ukapoteza vitu kupitia uzinzi au uasherati. Kwa sababu uzinzi ni gharama. Uasherati pia ni gharama. Lazima ujaze bando, lazima ujaze vocha uwasiliane na huyo mwenzako. Lazima uwakifu. Na mchati sana ameomba hela sukari. Hamchati sana ameomba hela vocha. Amchati sana anaomba hela ya nani? Amchati sana ukikutana na mzinzi aliyekomaa atakuomba kitu ambacho huna. Na ndio maana
Wanaume, mnaelewa wanaume? Amen. Na ndio maana wanaume, hakuna mwanamke anayehurumia kipato chako zaidi ya mke wako. Hayupo. Yaani usitegemee mwanamke wa nje anahurumia, atakwambia mimi sipendi hela. Mimi nampenda wewe. Atatengeneza mazingira ya kukupiga mzinga utokao mimi. Mke wako ndo anaweza akapokea 20,000 ila kahaba hawezi kubana kipapo na. Na kama wote wana mzinga mizito ninunulie kiwanja. Sina gari ya kutembelea. Na wanawake kisha kutoka umeoa ndio very dangerous zaidi. Kwa sababu atajua huyu nimtumie kwa benefit zangu, atajua huyu nimtumie tu nipate hela. Anajua kabisa umuowi. Kwa hiyo ataishi na wewe kwa target. Unakuta kajamaa kanafilisika nini? Kwa sababu kama royalty. Kilichomfanya Sulemani survive Mungu akumuua wakati anaishi na wanawake. Ndio maana kuna vitu tunasema ni vidogo, vikubwa sana kulingana na ufahamu na wasiwasi ziko nikawachanganya. Sulemani pastor hakupata shida baada ya kuoa wanawake 1000, alikaa nao mpaka mwisho. Alikuja kuharibu baadaye, dunia kama waligeuza nafsi yake wakaelekea miungu ya Baali. Mungu hakukasirika kuoa wanawake 1000 kwa sababu alikuwa anawaabudu. Mungu alikasirika baada ya kuona sasa amegeuka kwa Mungu mwingine. Mimi naomba hii elimu kwanza niache. Sababu najua tawavuruga. Unachokifanya lazima uwe na ufahamu wa kutosha juu ya unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukienda kwa Waislamu wanasema hivi, kwa mwanamke zaidi ya 3 sio kosa. Ila kuna sheria inasema kama una hela ya kuwatunza marufuku. Ila kama unazo oa hata 10. Mwana Waislamu walivyo wajanja. Nazungumza watu ambao mnajitafuta na mnatamani kutunza fedha, mnatamani kufanikiwa. Hali yako ni ngumu, achana na uzinzi na uasherati, achana nao. Utafeli. Lazima ufeli. Usiige. Watu wenye wanawake 20 usiige. Wewe kaa na mke wako jitafute. Mimi naomba tu nielewe tu masaidi hiyo leo. Sasa pastor hajasoma andiko na kusomea andiko. Kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Kusomea andiko. Imeandikwa wapi pastor? Kwamba uasherati unaweza kumfilisi mtu. Twende. Luka 15. Luka 15. Hebu tuanze ule mstari wa 11 kwa sababu ya haraka. Akasema Luka 15 kuanzia 11. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Sema akatapanya mali zake kwa maisha ya uasherati. Elewa neno, kuna uasherati na kuna maisha ya uasherati. Manake huyu mwamba alikuwa hawezi bila kufanya uasherati. Siku haipiti bila kutafuta mwanamke. Na kila anapokutana naye lazima mtoe mbuzi zizini aonge. Lazima atoe ng'ombe aonge. Mbona mmetulia sana? Unamkangana mimi? Naelewa. Na kuhakikishia matajiri wengi duniani sio malaya. Sahihi. Malaya imeandikwa Biblia, usijifanye kwamba haijaandikwa. Nitakusomea kuna mahali imeandikwa malaya. Usije kama baba amerudia kauli. Kuna sehemu nitakusomea imeandikwa malaya. Masikini wengi ni wazinzi. Matajiri ukiwafuatilia, matajiri wanaga shobo na wanawake. Nakuta yani yuko tu namna hii, unakuta anawaza migodi. Ana mke wake mmoja, alafu watoto wachache wawili au mmoja. Mtoto mwenyewe ana jina la Kiingereza. Mtoto tu yuko hapo. Jocelyn. Mtoto huyu.
Chini shaho. Anaela chafu. Unayetaka kutunza mali, jiepushe na uzinzi na uasherati. Na hivyo pande zote, kwa mwanaume na kwa mwanamke, upendo yoyote unayempenda huwezi kukwepa kutoa. Vivyo hivyo, mwanamke ukimpenda mwanaume lazima utamuonga. Listen, hata mwanamke unayempenda akikwambia naomba hela, utatoa hata kama ya malengo. Ndio maana unachokipenda lazima kikunyonye. Na ukishagundua hivyo, acha kupenda ili uwe salama na mali zako. Nimekutana dada mmoja ananiambia, "Pastor, naomba niombee mwana wangu anijibu message, lakini pia nilimkopesha hela anirudishie." Nikamwambia, "Nilikopesha milioni 25, alikuwa na nini? Anataka kufuga samaki." Akasema, "Nimeuza milioni 25, nikampatia baba. Hizo hela amekimbia nazo na mpaka leo anijibu message na hilo bwana areje silioni." Basi naona dada nilichogundua asingetoa milioni 25 kama akumpenda. Maana mwanaume akumpenda mwanamke, ila mwanamke alimpenda mwanaume. Unayempenda lazima uingie gharama ya kumhudumia. Kwa hiyo mwanamke na wote wanaopendwa huwa wanajua wanapendwa. Na mtu yote akijua unampenda, atatengeneza mazingira umtunze. Hata kama ni mwanaume. Ndio maana unasikia huko mtaani anasema mshangazi. Bora nipate mshangazi. Unaona? Ni mwanamke, lakini kuna kijana anasema bora nipate mshangazi. Maana yake nini? Ili yule mshangazi amtunze. Kumbe mwanamke anaweza kumpa hela mwanaume. So unayempenda atakugharimu. Na ndio maana ukimpenda Mungu pia itakugharimu kuutoa muda wako. Itakugharimu pamoja na Mungu, itakugharimu kuacha vitu. Inakugharimu kila unachokipenda kitakugharimu. Hata kama ni mtu itakugharimu, ni mwanaume itakugharimu, ni mwanamke itakugharimu. Na kama unajua acha kupenda, tafuta hela. Huwezi mpa mtu kitu kama upendo. Haitaka itokee na itokee. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Kama asingeupenda asingetoa. Mungu mwenyewe huwa hapendi. Kinyume cha kupenda ni kutokupenda. Mungu anasema nimeupenda, maana yake angekuwa upendi asingemtoa mwanae. Ilimgharimu, anaupenda ulimwengu ikamgharimu kumtoa mwanae. Ni Mungu huyo. Sasa wewe unampenda Ashura, utatoa nini? Alafu una kamtaji kako kaduka akajafika 80,000. Alafu umempenda Ashura wa gharama, inakula kwa na sio chuma ulete ni shetani anakupanda kichwani. Tamaa zako mwenyewe. Acha tamaa. Una hela, ondoa pia ukali wa tamaa. Kuna chombo ziko huko duniani pasta, kuna wanawake huko duniani ni wazuri bala. Ukimwambia tu dada namba yako naomba, anakwambia ingiza kwanza 4,000. Na ukimpigia simu anakwambia hivi, unasemaje? Kama unataka kuongea na mimi tuma 500. Ziko mashine za kazi huko duniani zinavaa skini namna hii. Ukitembea unaona kidada kinang'aa hivyo. Ni kinakula hela za watu, ni kijini balaa. Kuna hela za wanaume za watu alafu. Kuna kidada hakina kazi, lakini kimepiga lipstick, kimeng'ara na kimevaa skin, kinawaka mafuta, kinapaka hela 8. Simu kinatumia kila iPhone ikitoka kipona na hakina kazi. Kuna watu wanalia. Kuna wanaume wanalia. Hawana hata viwanja, wameuza na viwanja wametunza hicho kishumileta. Ukiona watu wanapendeza mjini, hawana kazi, waache. Watu ni masniper. Ni wale tunaishi kufanya kazi, watu wafanye kazi. Kuna dada anachezesha wanaume 10 kwa mara moja. Anawachezesha kuka kwenye simu. Yaani kuna watu ile simu ile akishika hivi, anawachezesha wanawake 10, wanaume 10.
na mmoja ameomba out ya Dubai, mwingine kaomba out ya Nigeria, mwingine kaomba, na kanagoma kupiga picha. Kasia karibu kakaposti. Kakajulikana. Wako mjini kwa watu. Sasa mwenzangu haujajipata na kichangani. Roho ya kupoteza. Ndio maana aliyenacho atazidishiwa, ambaye hana atanyang'anywa na kile alichonacho. Ukiona una acha starehe, kwa sababu kitachukuliwa kitapelekwa kwa aliyenacho. Nani? Yule chuma ulete wako. Anaendelea kuongezea na ulichonacho. Kuna wanaume huko duniani ni watumwa wa kutengeneza maisha ya wanawake, ila wao hawawezi kutengeneza maisha yao. Kuna mwanaume sasa hivi yuko mahali anaendesha lori, jioni ameshatoa promise na kutumia hela. Kwa hiyo baba watu sasa anaendesha gari, anaitafuta Unguja na Pemba, anaingia saa 8 ya usiku, akilipwa na bosi tu. Kama amesema ukipokea usipotuma tuachane, anasema nisamehe semeni. Nisamehe Sofia. Natuma kuna mama kwa watoto wake na kwa mke wake natuma 20,000. Alafu kwenye 300 analipo 280 naenda kwa kahaba. Watu wanateseka huko duniani. Watu wanateseka. Baada iko YouTube. Baada yote iko live. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpende mtu kwa upendo wa agape. Usimpende mtu kimapenzi kama hujajipata. Oh yes. Unajua kuna upendo usio na gharama, ni ule upendo usio na sababu. Umempenda mtu kirafiki, unamwekea mipaka, kuna upendo wa mipaka. Ndio. Ule upendo wa kutaka muingiliane ule utakugharimu. So kuna watu wanaharibikiwa, wanapata fedha hazikai. Kwa nini? Wana roho ya kupoteza. Na ile roho ya kupoteza inafanya kazi kupitia wasilaha. Utaanza kujikuta unashuka kiuchumi. Shuka kiuchumi, baadaye unafika. Sasa Biblia inasema ya kwamba huyu mdogo akapewa mali, akaenda mahali akatapanya mali zote kwa uasherati. Maana kilichosababisha afilisike ni uasherati. Sio kingine. Hajatajwa jini, akataja shetani hapa. Kimetajwa uasherati. Na uasherati nimesema sio roho, uasherati ni mwili. Tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili ndio uasherati. Zuia tamaa yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuko pamoja? Hebu tumalizie ile andiko hili. Anasema hivi, hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya na akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Mtu ambaye alikuwa bosi, yeye naye akaanza. Ndio maana nimesema ukifanikiwa bado unahitaji elimu. Unaweza ukafanikiwa kabisa na ukafikia level nzuri ya maisha na ukafilisika. Kufilisika ni rahisi sana. Shetani alivyo mbaya watu wa Mungu, unaweza ukatafuta vitu miaka 100 ukakipoteza siku hii moja. Unaweza ukaitengeneza huduma miaka 100 ikaja kuchafuka siku hii moja. Biblia inasema huyu dogo akafilisika kwa sababu ya uasherati. Maana yake kulikuwa kuna wanawake waliokuwa wanakula hela zake. Sio majini, watu. Na kilichosababisha haya yote yamkute, alikosa elimu. Biblia inasema mdogo aliomba. Neno mdogo maana yake aliyeomba mali alikuwa na akili. Mkubwa ndio alikuwa na ufahamu akuomba mali. Biblia inasema mdogo. Kwa nini Biblia inasema mkubwa akaomba sehemu ya urithi? Biblia inasema mdogo maana yake alikuwa hana akili ya kuweza kutunza mali. Kwa pointi ya kwanza na ya pili zinafanana. Elimu na hii spirit ya worship. Kwa hiyo sasa Biblia inasema akafilisika kabisa, akaanza kuwa mhitaji. Roho ya kupoteza inafanya kazi baada ya kuwa nacho. Kisha kuwa nacho inakuja inafanya kazi. Ndio maana ukipata Mungu haujamaliza kazi. Ukipata hela kazi haijaisha. Bado kuna spirit ya kupoteza unapaswa kupambana nayo. Matajiri wengi duniani wanataka kuwa namba 1 matajiri. Matajiri wengi duniani
moja ya roho anapambana, moja ya kitu anapambana nacho ni roho ya kupoteza. Ndio maana unaona tajiri ana magari lakini saa 10 yuko macho alfajiri. Hapo bibi magari yametoka mangapi? Tajiri anahofia kupoteza nafasi yake. Maskini sasa hahofiaji kitu. Hana cha kupoteza maskini, ndio maana anaweza kalala hadi saa 4. Udenge uko hapo. Hana cha kumuuliza, hana wa kumuuliza bwana mambo yanaendaje, hana. Kwa nini matajiri wanafanya hivi? Ili kuhakikisha wafanyaje? Nikuulize swali. Naomba unijibu. Uliwahi kuona tajiri, uliwahi kuona jirani na mtu mwenye hela, akakupa hela kirahisi? Hapana. Lakini wana hela. Unamuuliza huyu jamaa anaweza kulipa hata milioni 10. Atakachokifanya ni kimoja, labda nikununulia chakula. Atakwambia kula unachotaka, utakula hadi mbuzi, utakula nyama, utakula nini. Lakini hela nyingi atoe. Na sio kwamba atoe, huwa wana mahali wanapotoa. Matajiri wengi huwa wanaamini wakielekeza kwa maskini wanapotea. Ndio maana matajiri wengi huwa wanaenda kuwekeza, wanatoa hela kwa matajiri. Matajiri wenzao. Nimesema mtu aliyenacho anapeleka kwa mwenzake. Ndio maana unaweza kaa wewe ni maskini una urafiki na tajiri, lakini tajiri akakusoma akili yako asikupe hela. Akawa anajua tu bwana huyu kijana hapa anambaga hela hapo. Kwa hiyo akawa anakuachia tena 20,000. Lakini kuna watu ambao ni akili anawapatia hela. So kwa hiyo ni kitu. Matajiri wengi huwa watoi hela ovyo ovyo kwa sababu hawataki kupoteza. Sasa ukiwa maskini unaanza kulaumu mimi watu wana binafsi. Yaani watu wa binafsi. Yaani ndugu yangu yeye ana hela lakini hata anijali. Yaani watu wa binafsi, ndugu yangu ana hela lakini anijali. Amepima ubongo, amegundua ni mdogo. Anajua huyu hamna kitu hapa. Dogo akang'ang'ania kupewa pesa, akaenda kuitumia kwa uasherati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu ikaingia nchi ile, na yeye naye akaanza kuwa mhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Jamaa akaanza kuwa mfanyakazi wa kulisha nguruwe, kutoka kuwa tajiri anaanza kuwa mfanyakazi wa kulisha nguruwe. Kilichosababisha maskini ni loya nini? Ni nini? Mwambie mwenzako uasherati unaweza kukunyang'anya ulivyo navyo. Unaona hata hizi huduma za kitumishi tunazozifanya, mara nyingi watumishi wengi wanaokuwa kihuduma wanahusishwa na roho hii ya uasherati. Huwa inapigwa, inanyang'anya huduma, inanyang'anya, inaondoka. Kwa hiyo roho ya uasherati inapotea. Sema Bwana Yesu nisaidie. Tuko pamoja? Nasomea andiko la mwisho hapa, Mithali 6:20-26. Mithali 6:20-26. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Unaona? Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza. Sema uendapo yatakuongoza. Kitakachokuongoza hapa ni nini? Maagizo ya nani? Maagizo ya baba yako na ya nani? Na mama. Narudia tena, amkuwa na mimi. Mithali 6:20. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza na wewe. Anasema uendapo yatafanyaje? Taniongoza. Yatakulinda na kukuongoza. Yatakaye kulinda hapa ni nini? Ni malaika wa Mungu? Hapana. Ni upako? Hapana. Nini kinachokulinda? Maagizo na sheria ya mama. Kutoka kwa nani? Kwa baba na mama.